kwa taji la uzima, kana kwamba utaweza kuvumilia. Yesu anawatia moyo, furahieni, msifikirie yale ambayo mnapitia, fikiria yale ambayo yanawangoja baada ya mateso yenu. Msiweke akili zenu kwa shida zenu, weka akili yenu baada ya shida hizi. Kwa kuvumilia kwako, weka akili yako kwa hiyo zawadi Mungu amekuahidi. Weka akili yako kwa maisha ya milele ambayo inakungoja, kwa sababu unaona Biblia inafunza kuwa kuna maisha ya milele na ni maisha ya milele. Acha niweke hivi: kuna maisha ya uzima wa milele, kuna maisha ya kifo ya milele. Wakati ambapo unaenda kwa maisha ya uzima wa milele ni wakati ambapo umemwamini Yesu, ukamfanya Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maisha yako ukaiachilia kwa mikono yake, ukaishi kulingana na kila neno, kila sheria ambayo Yesu anakupatia. Na nikasema hivi jana ya kuwa hii maisha tunaishi hapa duniani ni kama chumba cha kujitayarisha kuenda either kwa maisha ya uzima wa milele ama kwa maisha ya kifo ya milele. Lakini imefanyika dunia siku hizi, watu wamezubalia vitu ambavyo viko kwa dunia huu. Wanasahau ya kuwa wanafaa wajitayarishe, na kwa kujitayarisha kwao lazima waharakishe, kwa sababu kesho haitaahidiwa kwa mtu yoyote. Kesho haitaweza kuandikwa mahali popote ya kuwa utaiona. Kwa hivyo muda ni mchache. Wakati ambapo umesikia habari hii, labda huu ndio siku ya mwisho kwako. Labda Mungu anataka kwa haraka na upesi uweze kusikia, kwa sababu anaona ya kuwa hauna muda. Anaona ya kuwa lisali ambayo inafuata labda hautakuwa mahali hapa. Kwa hivyo atang'ang'ana kwa njia zote habari hii iweze kukufikia, ya kuwa ni maisha tunaishi ni chumba cha kujitayarisha kuenda kwa maisha Mungu alitupangia. Kwa sababu Mungu hakutuumba tukufe, alituumba tuishi na uzima ama maisha hii ya milele. Ya uzima wa milele iko ndani ya Yesu Kristo, na wakati ambapo umemwamini Yesu utaweza kufika pale ambapo Mungu alipanga na amefanya kuirahisisha. Mungu amerahisisha njia ya kuenda mbinguni, amerahisisha akasema cha kufanya ni kumwamini Yesu. Amerahisisha kiasi ya kuwa hata kipofu anaweza ifanya, hata mtoto mdogo anaweza ifanya, hata mlemavu anaweza ifanya. Amerahisisha kwa kusema amini Yesu Kristo, ishi juu yake. Maisha yako isiwe yako tena, bali iwe ya Yesu Kristo. Kwa hivyo unaona vile Mungu ni upendo, amewena kwa njia zake zote, akatutengenezea njia ili tufike pale ambapo alipanga tuwe. Kwa hivyo tusizubailie vitu vya ulimwengu huu. Wakati Paulo anaandikia Timotheo barua, anamwambia kama askari wa Yesu usijihusishe na vitu vya ulimwengu huu, kwa sababu pia yeye ameweza kuelewa ya kuwa hapa si kwetu. Mungu hakupanga tuwe mahali hapa. Mungu hakupanga yoyote atengane naye, lakini kwa kuasi kwetu tukatengana na Mungu. Lakini juu Mungu ni upendo, hataki tutengane naye, akatuma mwana wake wa kipekee tuweze kuungana tena naye mara nyingine. Ameweza kutupatia chance, na hii chance ambayo anakupatia inapatikana tu hapa duniani.
wakati ambapo utakufa hautapata tena chance, hautapata mhubiri na akuhubirie, kwa sababu ni hapa ndio utafanya uamuzi, hapa ndio utafanya uchaguzi wako. Na tumesema tumesema ya kuwa binadamu amepatiwa uhuru ya kufanya uamuzi wake, na Yesu ataonyesha njia, atakuonyesha njia ya kuchagua, na atakuonyesha njia yenye haufai kuchagua. Kwa kila njia na kwa kila uchaguzi na uamuzi wako kuna consequences, na upende usipende